Karibu sana kipenzi changu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna ya kupika rojo tamu la biriani ya kuku wa kisasa. Hili pishi ni tamu sana, tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kama bado haujasubscribe tafadhali fanya hivyo. Ngoja nikuambie kitu cha muhimu katika pishi la biriani. Aidha unakijua au hukijui. Ni kwamba ukishajua kupika rojo la biriani, tayari wewe umeshajua kupika biriani. Huo wali unaoona hapo wenye rangi nzuri ya kuvutia, unaweza ukaupika kirahisi sana, lakini ugumu unakuja kwenye rojo. Haya, fuatana nami. Kama jinsi unavyoona, huyo ni kuku nusu wa kisasa na nitaenda kumkata vipande vipande. Unapokata vipande vya biriani, hakikisha vipande vinakuwa vikubwa. Vipande vya biriani siku zote ni vikubwa na sio vidogo. Kata vipande vikubwa vikubwa. Baada hapo nitaenda kuchemsha maji na nitaweka mayai. Hayo mayai ni ya kisasa lakini unaweza kutumia ya kienyeji. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuepua, hayo mayai yameshaiva tayari na hapo nitaenda kuyamenya. Baada hapo nitaenda kukata vitunguu. Vitunguu kama jinsi unavyoona unatakiwa utumie vitunguu vingi kwenye biriani. Na vitunguu vyako jitahidi viwe vikubwa vikubwa ili mradi ukate mavipande makubwa makubwa yenye ring ili pale unapokaanga visungulie. Ndio maana usikate vipande vidogo vidogo, kata slice kubwa kubwa kama jinsi unavyoona hizo ring hizo. Kwa inasaidia hata uivaji wake unakuwa na muonekano mzuri. Na hizo ni nyanya. Kwenye biriani tunatumia nyanya nyingi kidogo. Sio sana lakini zinakuwa nyingi nyingi. Kwa unapotumia kama hapo mimi naenda kutumia hizo nyanya 3. Baada hapo hivyo ni viazi mviringo. Nitaenda kuvimenya maganda na baada ya kuvimenya maganda tutaenda kuvikatakata kwa vipande vya saizi. Usikate kidogo sana. Lakini kama unapenda sawa, lakini ukikata kidogo sana kwa baadaye inaweza ikaje kukulemea, maybe viazi vinaweza vikaiva kabla ya kitu kingine kuiva. Kama jinsi unavyoona viazi ni vya size kabisa. Na baada hapo nitaenda kuweka kwenye bakuli. Nitaenda kuweka kwenye bakuli na baada hapo nitaenda kuvisafisha kama jinsi unavyoona na nitaenda kuweka food color ili viweze kuleta muonekano mzuri. Na food color niliochagua ni hiyo hapo kwenye viazi. Kama jinsi unavyoona. Na hivi ni viungo ambavyo tunaenda kuvitumia katika pishi letu la leo. Hiyo ni tangawizi pamoja na kitunguu saumu. Haya ni mayai tayari ambayo tulikuwa tumeshachemsha hapo awali kama unakumbuka. Hayo ni maziwa mgando au unaweza kutumia yogurt au wengine wanaita maziwa mara kama jinsi unavyoyaona. Na kitu kingine ni viazi ambavyo tayari tumeshavimenya na kuviwekea food color kama jinsi unavyoona. Hiyo ni kuku ambayo tayari tumeshaisafisha kama jinsi unavyoona na kuikatakata. Vitunguu maji, hiyo ni nazi na hii ni food color. Hii nazi unaweza kutumia ama usitumie, sio lazima sana, lakini pia ukitumia inaleta ladha nzuri sana kwenye rojo letu. Na hiyo ni tomato paste tutaenda kutumia, bila kusahau huo ni mdarasini wa vijiti unaweza tunaenda kutumia, pilipili manga na pia hiyo ni hiriki kama jinsi unavyoona. Bila kusahau chumvi, kiungo muhimu zaidi kwenye chakula chochote kile, chumvi inaleta ladha. Na bila kusahau hiyo actually hiyo ni chicken masala kama jinsi unavyoona tutaenda kutumia, sio lazima sana. Garam masala tutaenda kutumia kama jinsi unavyoona na biriani masala kama jinsi unavyoona. Hayo ni mafuta. Bila kusahau mchele wetu ambao ni kikombe kimoja kama jinsi unavyoona, ni mchele wa kawaida kabisa. Na hii ni turmeric powder kama jinsi unavyoona na hizo ni nyanya ambazo tayari tumeshazikwangua. Na hayo ni mafuta, nitaenda kuweka mafuta kwenye sufuria kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nitaenda kuweka viazi. Viazi hivi nitataka tu vibabuke kidogo guys. Si nitataka vive, nataka vibabuke tu. Hakikisha viazi vyako vinababuka tu, visiive guys. Kwa vikibabuka ile rangi tuliyoweka unaona ninavyogeuza, unaona rangi inayokuja ni tofauti na rangi ya kiazi kilivyokuwa hapo awali. Kama jinsi unavyoona, kwa tunaitafuta hii rangi na tunatafuta ugumu huo wa juu. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuweka kwenye bakuli. Kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nitaenda kuweka vitunguu maji ambavyo tayari hapo awali tulivimenya na tukavikatakata kwa ukubwa. Na nitaanza kukaanga. Hakikisha unapitisha mwiko wako kila saa, yani wakati wote mpaka pale vitunguu vitakavyoiva. Ukipitisha mwiko itakusaidia vitunguu vingine visiungulie. Maana ukiacha kuna vingine visivikaungulie, vingine bado vibichi. Kwa unapopitisha inakusaidia vitunguu viive kama kawaida. Sisi tunatafuta rangi ya golden brown. Usisubirie mpaka viungulie maana vitatoa ladha mbaya. Kwa ikifika tu golden brown kidogo unatoa.
Na huyo ni kuku. Huyu ni kuku wa kisasa, unaweza kaamua kwa marinate kama jinsi unavyoona, ila mimi niliweka tu chumvi kwa sababu naenda kumkaanga, na unajua kuku wa kisasa ni walaini, kwa naenda kumkaanga tu ili mradi awe ni mgumu. Kwa kuna mapishi tofauti wa kuku wa kisasa na biriani ya kuku wa kienyeji, endelea kufuatilia. Kwa kuku wa kisasa ukipika kwa namna hii atakuwa na ladha nzuri zaidi kuliko ukimchemsha tu akawa bado na ile ubichi. Unajua kuna namna fulani hivi unakuwa si akapendezi sana, hasa kwenye kuku wa kisasa. Nitaenda kukaanga huyo kuku wa kisasa mpaka aive kabisa. Hapo sitababua, yani nitamkaanga mpaka aive kabisa. Kama jinsi unavyoona, na geuza ili mradi aweze kuiva pande zote za kuku. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe. Baada ya kuku wa kuiva, nitaenda kumwepua na nitaweka kwenye bakuli ambalo lina tishu ili iweze kuchuja mafuta. Sasa tunaendelea kupika vitu vingine. Na baada ya kuepua kuku wa kisasa huyo, hayo mafuta ni mengi sana. Hayo mafuta tunaenda kuyapunguza na bakia mafuta kidogo ambayo tutaweza kupika. Nitaenda kuweka hiyo hiriki, na baada hapo nitaweka hiyo pilipili manga, na bila kusahau mdarasini kama jinsi unavyoona. Tena kukaanga tu kidogo. Baada hapo nitaweka nyanya ambazo tayari tulizikwangua, zilikuwa ni nyanya 3 kubwa, na nitaenda kupika kama jinsi unavyoona, moshi unatoka kwa sababu sufuria imepata moto kidogo. Nitaenda kuweka tomato paste vijiko 2, unaweza kuweka nyingi ama chache, lakini usiweke nyingi sana. Tumia nyanya iwe nyingi kuliko tomato paste kwa sababu tomato paste ina ladha yake ambayo ni kali kidogo. Baada hapo nitaenda kuweka biriani masala kijiko 1 cha chai, na baada hapo pia nitaenda kuweka chicken masala nusu kijiko cha chai. Unaweza kuweka viungo vingi kadri upendavyo, turmeric powder ambayo inaenda kubadilisha rangi, na pia nitaenda ginger. Nitaenda kuweka ginger, maziwa, yogurt. Hapo awali niliweka tangawizi pamoja na kitunguu saumu. Basi nitaenda kupitisha kama jinsi unavyoona. Unaweka maziwa kidogo kidogo. Weka maziwa kidogo kidogo huku ukiendelea kupitisha ili uone kama yametosha. Unaweza kutumia yogurt au maziwa mara, hakikisha maziwa yako sio machachu sana. Baada ya hapo nitaenda kuweka chumvi kwa ajili ya ladha kama jinsi unavyoona. Pia nitaenda kuweka coconut cream. Unaweza kaweka kadri upendavyo, yani hiyo ni nazi ya dukani. Unaweza kutumia nazi ya maji hii ya kawaida, au unaweza kutumia nazi ya dukani. Baada hapo nitaenda kuweka viazi vyetu ambavyo tayari hapo awali tulivimenya na kuvibabua kama jinsi unavyoona, na hapo pia nitaenda kuweka kitunguu maji ambacho tayari kilikuwa kimeshakaangwa hapo awali. Hapo kwenye viungo nimeenda haraka, lakini unaweza kurudia ili uangalie vizuri kwa sababu video ilikuwa inakimbia kwa spidi sana. Nikasema ngoja na mimi nizungumze kwa spidi ili iweze tu kusikiliza, lakini hapo awali nadhani uliona viungo ambavyo nilikuwa na kuonyesha hapo awali ndio nilivyotumia. Kama jinsi unavyoona nitaenda kukoroga. Uhakikisha unaweka maji kiasi tu. Kama jinsi unavyoona nimeweka maji kiasi, na huku bado rojo letu ni zito. Kwa utaenda kuweka maji kiasi na nitafunika, nitapika. Lakini ndio maana nakwambia kuku wa kisasa na wa kienyeji kwenye biriani iko tofauti. Nitaenda kupika mpaka pale maji yatakapokuwa yamepungua kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nitaenda kuweka kuku yule ambao tulimkaanga na hapo awali, kuku wa kisasa yule tulomkaanga. Baada hapo nitaenda kumweka huyo kuku kama jinsi unavyoona. Ukishaweka huyo kuku tayari utaanza kukaanga. Kumbuka hapo awali tuliweka viazi vyetu na viazi vikachemka na ile supu. Kwa hiyo hakikisha viazi vyako vinavyochemka visiive sana kwa sababu vitakuletea tabu wakati unakoroga. Kiazi kikisha tena meguka inakuwa sio vizuri sana. Kwa hakikisha unapopitisha mwiko wako usibonde kiazi tafadhali. Kwa hiyo pitisha kwa uangalifu kwa sababu tayari kiazi kimeshaiva. Kama jinsi unavyoona tena hakikisha unapitisha, pika kwa moto kidogo sana. Tena kuweka mayai ambayo tayari tulikuwa tumeshachemsha. Pika kwa moto kidogo, usiungulie kwa sababu hilo rojo halina mafuta mengi. Pili, hilo rojo linatakiwa liive taratibu ili kuku aweze kukolea ladha ya rojo hilo, na pia mayai aweze kukolea ladha ya rojo hiyo, bila kusahau viazi ambavyo tayari vimeshakolea. Kwa pika haraka, pika kidogo kidogo kwa kupitisha kidogo kwa uangalizi. Sisi tunataka maji yaishe kama jinsi unavyoona kiazi kimeiva. Tunataka maji yaishe. Kwa hakikisha rojo lako unalipika taratibu mpaka maji yanaisha. Yaani kama ulikuwa umeweka mafuta mengi utaona mafuta yanaanza kuchemka pembeni. Hivyo ndo tunavyotaka. Rojo la biriani halitakiwi kuwa na maji. Narudia, rojo la biriani halitakiwi kuwa na maji kama jinsi unavyoona. Pitisha taratibu mpaka rojo, na rojo la biriani sifa yake ni kukamatana. Ukiona unapika rojo limezagazaga ujue hilo sio rojo. Baada hapo tayari tumeshamaliza. Hilo ndo rojo, na hapo tutaenda kuepua.
Rojo la biriani halitakiwi kuwa na mchuzi, supu aina yoyote, inatakiwa leo limekamatana kama jinsi unavyoliona. Hilo ndo rojo la biriani, lakini wengi wamekuwa wakipika saa nyingine wanaacha na mchuzi. Hilo sio rojo. Rojo halina mchuzi. Na kwa wale wenzangu na mimi ambao hawawezi kula wali bila mchuzi, I'm telling you, ukipikiwa rojo la biriani namna hii ukala, linaleta mate mengi kwenye mdomo. Yaani ukishaweka tu rojo ukachukua kawali kidogo, ako karojo kidogo kaweka mdomoni, mate yanaruka kama nini. Kwa ukiona unakula rojo bado unahitaji mchuzi, rojo la biriani na unakula biriani kwa ujumla bado unahitaji mchuzi, hilo sio biriani. Hapo umechakachuliwa. Biriani inatakiwa kuwa na ndizi na hilo rojo lake na wali. Tosha, full stop. Maybe kama ukihitaji kama kachumbari kidogo kwa pembeni, lakini sio lazima. Hivyo ndo rojo la biriani linatakiwa kupikwa, hasa rojo la biriani la kisasa. Usisahau kusubscribe kama bado haujasubscribe katika YouTube channel hii. Namna kusubscribe katika video hii, unatazama mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao tayari wamesha subscribe na kuona wale ambao wamekuwa wakitufuatilia. Asanteni sana, bila kukusahau wewe unayetazama video hii. Asante sana, kwa heri, tukutane katika pishi lijalo. Asante.